Gaimona negayo tora gazelena. 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 Hallelujah, cannot get an end. Hallelujah, cannot get an end. Hallelujah, so kagona swakinya matile. Hallelujah, so kagona swakinya matile. Hallelujah, so kagona swakinya matile. Hallelujah, swakinya matile. Hallelujah, manena koeli swakinya matile. Lekeino irasia kai lekeino. Lekeino gasone irasia kai lekeino. Hallelujah, irasia kai lekeino. Lekeino gasone irasia kai lekeino. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu. We want to worship King of Glory. Kwa jina la Yesu. Inua tu mikono yako juu mbele za Bwana. Inua tu mikono yako juu. We want to worship God. Ili uwe na nafasi nzuri sana ya kuzungumza na Bwana kwa jina la Yesu. Oh God, fungua tu moyo wako. Fungua tu moyo wako, fungua tu moyo wako. Ninashukuru kwa sababu already Mungu ashashuka na kutuhudumia kwa jina la Yesu. Maandiko inasema saa inakuja ambapo abudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Comparate na nini? Nasikia. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Ruhusu tu huyu Mungu wa mbinguni ahudumie moyo wako. Wewe acha kuangalia your neighbor. Ni Mungu amekuleta wewe, anataka kukuhudumia. Wale unaona Mungu akiwashughulikia ni Mungu amewanasa na wahudumia. Ni wewe sasa unauliza God. Kwa kama ule mwimbaji akaimba Bwana usinipite. Unapoinua watu wako Bwana usinipite. Unaporejesha watu wako Bwana natamani kurejeshwa na wewe. Natamani kuhisi hiyo neema na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inua tu mikono yako penye huko tu. Unapoangalia ukuu wa Mungu. John. Wow. Biblia inasema ya kwamba niita nitakuitika. Mungu anangoja kusikia hiyo tu vile unamuita. Anangoja kusikia sauti yako, mwambie God I'm here. Bwana niko hapa, hudumia moyo wangu. Bwana niko hapa, nahitaji kukombolewa na wewe. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Baka. Tunainua mikono tukisema e Bwana, tuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uwepo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono tukisema e Bwana, tuokoa kutoka mautini. Tunasema
tunakiri uwepo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwepo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwepo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwepo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwepo wako. Wewe watosha. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. Baba wastahili kupokea utukufu. Bwana
wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana wa asubuhi ya leo, wastahili Bwana, kupokea utukufu. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe Bwana una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe Bwana wangu una nguvu namna hii. Msaidizi kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe Bwana 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 una nguvu namna hii, unastahili Bwana, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili Bwana kuabudiwa asubuhi ya leo, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, hakuna kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili mama wako, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili leo Bwana wangu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kama wako, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, hakuna kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, kama wewe, unastahili. Simama tu kwa miguu yako, kama wewe unifinyage, nifinyage, ukinitazama wakuone, unifinyage, nifanye kama Nifinyange,
wakinitazama Bwana wakuone unifinyange nifanye kama unataka unifinyange Bwana watu wakinitazama Bwana wakinitazama wakuone unifinyange nifinyange kama nifanye kama wewe unifinyange nifinyange wakinitazama wakuone wewe unifinyange nifinyange nifanye kama wewe unifinyange nifinyange wakinitazama wakuone wewe unifinyange nifinyange nifanye kama wewe unifinyange wakinitazama wakuone wewe unifinyange nifinyange nifanye kama wewe unifinyange nifinyange wakinitazama wakuone wewe unifinyange nifinyange nifanye kama wewe unifinyange nifinyange fungua kinywa chako, mwambie Mungu nifinyange, mwambie Mungu nishike mkono, mwambie sasa niko tayari, niko tayari kusikia neno lako, niko tayari kusikia neno lako. Ure mashandala, fungua kinywa chako tu. Surrender to Jesus Christ. Surrender to Jesus Christ. Surrender. 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 Fungua tu kinywa chako, mwambie I'm here tonight. I am here tonight. I am here, Father. Father, I need your touch. Ninahitaji mkono wako. Ninahitaji mkono wako. Unastahili kuabudiwa. You are the master. Mwambie ni mfalme wa wafalme. Wewe ni king. Wewe ni mfalme. You are the master of all masters. You are the everlasting king. I honor you. Mheshimu tu huyu Mungu. Muabudu huyu Mungu. Ora mashandolololo saya baba ya. Yekakatayara. I can feel the presence of Jesus Christ. I can feel the presence of the Holy Ghost. The holy power. The holy power. The holy power. I can feel it. Nasikia wepo ndio huo umeshuka. Kuna watu wanaponywa sasa. Malaika Rafael. Kuna watu wanabadilishwa maisha. Kuna mtu anaponywa sasa. Endelea kuomba.
Endelea kuomba, maana kuna kitu kinatendeka. Kuna kitu kinatendeka. You are being delivered from the powers of darkness. You've been sick for quite a long time. You've been bleeding. Umekuwa ukibleed for quite a long time. It is now coming out. This is the last bleed, the last blood that is coming out. Yes. Hii ndio yako ya mwisho. Hiyo ndio damu yako ya mwisho. Wanasema ni fibroid. Wanasema ni fibroid, lakini ni uchawi. Ni uchawi. Ndio huo unatoka sasa. It is coming out. Fungua tu kinywa chako. Jipiganie kule mbinguni. Jipiganie. Fight for the position. Fight for the deliverance. Fight for the deliverance. Fight for your healing now. The healing now. The healing power. The healing power. The healing power. Your marriage. Your family. Watoto wako. Mme wako. Mke wako. Your business. Career. Tuko hapa kwa ajili yako. Tuko hapa kwa fungua kinywa chako, endelea kufungua kinywa chako. Endelea kuongea. Endelea kuomba. There is power. 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 In the name of Jesus. There is power 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 in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power to break every chain. There is power. There is power to break every chain. There is power to destroy the powers of darkness. They are being broken now. They are being broken now. In the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. The power to destroy witchcraft. Break every chain. The power to break every chain. The power to bring down principalities. The power to bring down forces of darkness. To break every chain. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power. There is power, power, wonder-working in the blood, in the precious blood of the Lord. There is power. There is power, power, wonder-working power in the blood, in the blood of the Lord. There is power. There is power, wonder, in the precious blood of Jesus. There is power. There is power. Wonder-working. In the precious blood of Jesus. Oh, the Lord. There is power. There is power. Power, wonder-working. In the precious blood of the Lord. There is power, say. There is power. Wonder-working. Wonder-working. Blood of Jesus. Of the Lord. There is power. There is power. Power, wonder-working. In the precious blood of Jesus.
anointing. There is anointing. Anointing. Wonder working. In the blood of Jesus. In the blood of the Lord. There is anointing. There is anointing. Anointing. Wonder working. In the precious blood of Jesus. There is mighty. There is mighty. Mighty. Wonder working. Mighty. In the blood of the Lord. There is mighty. There is mighty. Mighty wonder working. In the precious blood of Jesus. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Nguvu ya ajabu. Damni mwa Yesu. Damni mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu. Damni msalabani mwa Yesu. Kuna nguvu. Nguvu ya ajabu. Nguvu ya ajabu. Damni mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu. Nguvu ya msalabani mwa Yesu. Kuna nguvu. Nguvu ya ajabu. Damni mwa Yesu Kristo. Kuna nguvu ya ajabu. Nguvu ya msalabani mwa Yesu. Kuna nguvu. Nguvu ya ajabu. Damni mwa Yesu. Kuna nguvu. Nguvu Baba ya ajabu. Msalabani mwa Yesu. Nasema kuna nguvu ya ajabu. Thank you. Thank you, Father. Ninakuabudu na ninakushukuru. Nakuomba tu ukatutembelee siku hii ya leo. Dhihirisha nguvu zako. Nguvu za uponyaji. Nguvu za kukombolewa. Nguvu za mamlaka yako. Show yourself. Reveal yourself to your children tonight. Let them stand and say they know you. They have seen you. They have heard you. Yes, you are the one. You are the King. You are the one, the King, the everlasting King. You are Oliver and the Omega, because you are the beginning and you are the finisher. You are the master of all masters. You are the King of all kings. You are the Lord of all lords. You sit on your throne, that you will be able to watch over us. We are glad you are our God. There is no any other God here on earth or in heavens that we worship. You alone. You alone. Jehovah Elohim. Jehovah Jireh. The master of all masters. The flag of our direction. The direction of our life. We worship you, Father. We give you glory. We honor you, God. We worship you, Father. All that we have, it belongs to you. Everything that we think is ours belongs to you.
We surrender back. We surrender our bodies to you. We surrender our properties to you. We surrender this church to you. We surrender everything that we do to you, that you may conquer our lives, that you may input our life, that we may inspire us to the great heights. Send your angels, send the Holy Ghost to be with us. In Jesus' name, somebody say amen. Put your hands together for Jesus Christ. Toa mtungi. Yes, you may be seated. I want you to sit on the other side. All of you. That line, not that line. Yeah, let them sit there. I want to be communicating with them from that line. Or rather, you can sit just behind them. Just there. Take the seats from there backwards. Yes, I want to communicate with you. And I want to be seeing you as God is blessing us. Can you just shake the hand of the next person next to you on your right? On your right. Don't make a mistake. On your right. Mwambie habari yako. So everybody is on your right. What do you do now? Everybody is on your right. And everybody is on your left. Now what do you do? Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu huyu ni mzuri. Si usalimie mpatie mtako high five. Ni high five ama ni air high five. Mwambie karibu sana. Karibu, hiyo ilikuwa ibada ya unyimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaingia kwenye ibada ya mafundisho. Tunakuwa na ibada nyingi. Kutoka asubuhi tumekuwa na ibada ya intercession. Saa 12 tuliingia hapa. Na wengine walilala hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaingia kwenye ibada ya maombezi. Tukaingia kwenye ibada, kuna ibada nyingi. Kwanza hii asubuhi nataka mkuje because tuna reveal, God reveals a lot of deep things. The deep things of the mystery of the kingdom. So kama mtaweza kukuja 7, hiyo ninafundishanga, haina kamera, haina microphone, ni wale wamekuja, the desired children of this word of God. Kwa sababu kuna wale wanakuja saa 5, saa 6 kwa sababu wamekuja kanisa, maana alipata mama yake akienda kanisa. Na kuna wale wanajua kumtafuta Mungu. Saa 12, huyu shosho wakile kokole Aramidi kutoka Thursday hajatoka hii nyumba. Umeona? Kutoka nini? Thursday hajatoka hii nyumba, yuko hapa. Na huyu pia. No akuinga kurutira huko. Penini unafanya nini hapo? Kaa hapo nikuonyeshe. Kaa hapo nikuonyeshe najua ni nini. Wewe toka hapo, kaa huko nyuma. Vihale. Toka kwenda huko nyuma. Ikaraha. We. Ino niyo jeshi yako. Hii ndio military yangu. Mnasema akona watu wanafaaga ni wakolini wanafaaga ya white. Kwenda ufanye ya green. Wachana na white. Iweje vaa ya green? Ati ni madiviner. Edo ufanya divination. Wachana na diviner. Edo ufanya divination. Amekudivinia. Unajua kuongea mingi na mjui. The work of God is a mystery. Tell your neighbor, God is a mystery. Mwambie kama ni yule jamaa. Hebu point huyo jamaa. Unamwona? Ako wapi huyo jamaa? Hebu mpoint. Point huyo jamaa. Point huyo jamaa. Mwambie kama ni yule jamaa anahubiri. Mwambie wachana na Mungu. Na nilikuwa naambia watu wengine, wachaneni na Ndura Waruinge. Wachana na Ndura. Huwezi mshida, huwezi mpiga. Maana I am not myself. Even myself nimekaa kwa nyumba najiangalia. Leo asubuhi mtoto wangu amenikuta kwa kioo saa 11 nikijiangalia. Najiangalia na shidwa, huyu ni Ndura ama ni kase ni ya Ndura. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I don't even understand myself. Na ukiona ni mimi nashika microphone ati nasema Yesu ni Bwana. Yaani Yesu. Mundu ndetaka kiheki ya Maria. Kiheki ya mumaraya. Kehunyoke. Muishi wa bau. Yaani there is no single name I've never called Jesus. Now that it's me holding microphone saying Jesus saves. Wachana na Mungu. Mwambie wenzako wachana na Mungu.
Na umwambie wachana na Mungu wa yule jamaa. Mwambie ule Mungu wa ule jamaa ni mystery. Hata mpige. Serikali inakunyoka, inakuweka kwa mashini. Na hauna Yesu huyo, lakini Yesu anakuja na simama na kuokoa, na ulimtukana jana. Ulisema ni mwizi, ulisema ni mtoto ya maraya jana. Sasa hiyo ndio unaenda kuwekwa mashini, kunyogwa. Anakuja anasimama huko anasema nakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatengeneza crusade ya hao watu wa Mungiki pale kwa roundabout ya Kariakoo. Nani wanajua ile roundabout ya Kariakoo? Nani walikujaga? Wakati walikujaga huko, wewe na wana walikujaga huko, ulikuwa nakuja hapo. Siku ya tulikuwa tunavuka mashuka na kinagonya wakakonya. Tulikuwa tunipa bariki ya diari moge wa kumenya ni warige wa jerire karakago na roge yo kauma maguta aya. Wito ti matuine wito ne kere nyaga diaga kwe mwene nyaga diaga kwe modo. Sayo huyu mtu ambaye nasema ndiye aliniokoa, huyu mtu ambaye ninamhubiri sasa, nilisema mimi nilikuwa namuita broker ya maombi. Ati mimi siendagi through anybody, naendaga tenie jetagwo Ndura Waruinge wajeroge kerejera Kemani wa Karioki kemanana makadi makomete ugo mariko minyomo nie makinya haure dionaga mundu ngi dionaga mukora dionaga muici dionaga mwana amu maraya nyonaga Ngai mwene nyaga ariokire maiguru. That was me. Wewe hata hujawahi kutusi huyu jamaa na bado naendelea kuongea matope. Mimi nimefanya vyote. He came and saved me. He never saw the stupidity that was in me. He loved me. That is why I'm holding this microphone. Sasa niambie, umeekelewa kwa mashini, unanyogwa, umepigwa risasi 12 imepita kwa mwili, na bado niko hai, na bado niko hapa. Ati sasa wewe ndio uko na nguvu ya kupigana na huyu jamaa? Hebu etaje, ndio komi yote riki. I am here on a mission. This type of people are here on a mission. And the mission, until the mission is accomplished. And it is not you who remove me from here. It is him taking over, taking me to another world, to another place, because the mission has been accomplished. He told me 250 million people will get through me, will get saved through me. And now, what I'm doing ni kutrain wafanyikazi. Sijaanza kazi. Ndio naonanga sakini na kuwaka mukali na kaga mzuri na kuwaka si kama nimeokoka, because sijapata washirika, nina train wafanyikazi. Halo? Sijapata nini? Kule Kibera ni wapeleka, hatukuwa tumeenda crusade, nilikuwa nimeenda kutrain watu wa kazi. Halo? Nilikuwa nataka kuona kama Margaret anatosha security, kama Roda anatosha kuorganize watu, kama Kokia anafanya, kama Nancy anafanya. I was training you. Hatukuwa tumeenda crusade. Hatukufanya crusade. We have not yet started. Hallelujah. Nilikajika kama intercessors, nikawa train. Nikawa fuata hiji, fuata hivi, fuata hivi. I was training you. And even here unaona, this is na train staff. Until siku ile utaona basi kama 20 za staff. Basi kama nini? Ndio utajua tumeanza kazi. Mnanielewa? Lakini wakati utaona 20 buses over 20 na chopa juu zinapita papa tukienda crusade, tukienda Nigeria, tukienda South Africa, tukienda Uganda, tukienda Zambia, tukienda Amerika, tukienda Canada, tukienda kwa Warabu, wakigeuka wanakuja back to Jesus. Wakati utasikia nimepata watu 250, sasa aende koroga urogi yako. Uone kama, because assignment itakuwa imeisha. But my people, Mungu aliniambia wale wataokoka through me 250 million. So ende koroga tu urogi uone kama itafauka. Ongea maneno ile unaongea uone utakufa.
I am a commander. Nikikwambia I am a commander, sikwambiangi commander kwa sababu I want to brag with you. I command things and they happen. Na ndio Mungu alitaka kuwapeleka Kibera. Mliona nikihubiri Kibera? How many walikuwa Kibera? Mliona nikihubiri? Nasikia wengine hapa walikuwa wananiambia ati huku tumia Bible, huku hubiri na Bible, huku soma basi ya Bible. Ndiko kia alikuwa anasema soma maandiko kidogo. I am above that. I am what? I am above that. The power given to me is to speak the word of God, and it happens. You command the demons, they go. Kama ingekuwa kuna wachungaji anashika microphone anahubiri mpaka trosa inararuka, na hapo mbele yake kwa jukwaa unaona vipii vinaendesha mfara zikienda, hakuna hata kina shughuli kinaendesha mfara kinapita huko, anahubiri anaruka mpaka anafanya mastailo, anafanya rieko torowo sayari ya kaka riama, anafanya masomo sote, nothing is happening. So I just want to, I'm activating your faith. Get ready for the training and the fasting, quicken your training. Bwana Yesu asifiwe sana. We are headed to Githurai. Itakuwa the second class. Kuna wale waliqualify Kibera na kuna wale walianguka. Unfortunately, that's the bad thing, the bad side of our God. If he takes you to a field, he uses the theory of Nani? Gideon. He tells all of them, igieni kwa mto mkunywe maji. Alafu Gideon abia simama pale. Abia wale wamekunywa kama ng'ombe, padi hii. Na wale wamekunywa na mikono, padi hii. Tena naenda verse 2, tena anakata. Si walienda mara 3. Test. Tena akafanya nini? How many people went to battle with Gideon? Yeah? Sorry? How many people went to battle with Gideon, the main battle? 300? How many people went to battle, the main battle with Gideon? Lift your hand. Inua mkono wako kama unajua. Yeah? 12. Inua mkono wako wangapi? 11. He only went with 11 people in a number of 32,000 people. Only 11. The main battle was his father. The main battle ile Gideon alikuwa nayo ni baba yake. Akaambiwa na Mungu, enda kwa zizi ya baba yako, uchukue ndume wawili wa miaka 7, uende kwa madhabahu ya baba yako ubomoe. He needed 11 people kumsaidia kubomoa nyumba, lakini si vita. Kumsaidia kufanya nini? Kubomoa nyumba na kumshikia mguu ya ng'ombe dia achinje, lakini he won the battle as a one man. So it's not 11. Hallelujah. It is not what? It is not 11 people. He won battle as a man. God told him, this battle you shall win it as a man. Na akamwambia, you man of valor. So we are being trained. Tunaenda Githurai for the second phase of training. Turudi tukitoka hapo tutaenda Kawagware for the third phase of training. Tukienda ya 5, tukifanya 1, 2, 3, ya 4 ni mlipuko dunia mzima. Saa hiyo ndio mtakuja, mtajaribu kutafuta kukaribia hapa hivi. Mtakuta watu wako wamekaa front, ni wa Nigeria, wa Ghana, wa Uganda, watu from all over the world, wa China, wa Korea. Utakuta ndio wameoccupy kanisa. Mnaenda kusema this is our pastor, na kuuliza which pastor are you talking about? Which this is my apostle. You cannot touch my apostle. Do not touch the anointed. Yes. Nasema yes, it is the apostle. But you are out. Hallelujah. Kuna watu mtakuwa mkitamania kuniona. Unatamania tu, unashika screen, una imagine umenisiguza. Sisemi watu waije, nyinyi mko hapa. Nyinyi mko hapa. Na uende uandike hiyo. Mimi niliona
nilionyeshwa na Mungu. Kuna mtu nilionyeshwa hapa mpaka nikamhurumia, na ndivyo anakuwa active kanisa hii. Ati alijaribu mpaka akaenda kwa Nation TV, akawekelea kisu hapa, akasema abieni Waruinge ninataka kumuona, anione tu. Yani alitaka kukosi drama, anione kwa TV, National TV, na mimi nimuonee huko, bado anakuaga. That is what will happen. It is not a joke. So it is very important to understand. And that's why today I want to teach you, nataka kuwafundisha kuhusu the mysteries of mantles. Sema mysteries of mantle. Mantle ni nini? Mantle na Kiswahili ni nini? Hii sauti inifurahishi. Mantle ni nini na Kiswahili? Mantle. Wasomi walioenda shule, sio kama sisi. Mantle. Ako wapi Roda? Mantle. Kifaa cha uongozi. Si kifaa. Mantle is not a kifaa. It's not a tool. Ingia kwa simu yako. Ni joho. A mantle is a responsibility. Ni nguvu, ni mamlaka. Mantle ni mamlaka ya pokezayo kwako. Ni nguvu mpya, nguvu ambayo unapatiwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni nguvu ambayo unapatiwa kwa ajili ya kazi Mungu amekupatia. Sasa katika ile nguvu iko na utendakazi wake, na iko na vitu vilivyo ndani yake vilivyofichika. That's the mysteries, vitu vilivyofichika, vitu ambavyo hauvielewi kabisa. You don't understand. That is why utakuta watu wanahubiri, unasikia huyu anahubiri faith, huyu anahubiri deliverance, huyu anahubiri maombi. Kuna mtu akishika microphone hii ataomba mpaka kesho na hakwami na hajirudi. Na kuna mtu ukimwambia microphone hii kama mimi niombe, nitamaliza within 10 minutes, nimemaliza intercessory yangu yote imeisha. Lakini Mungu anatenda. Na mimi nikisimama hapa nishike microphone, nina command, vitu vinafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I understand the mysteries. So understanding the mysteries of God, or the anointing, or the mantle, because mantle ni kitu ambacho kila mtu ako nacho. Kila mtu uko nacho hapa. Lakini kwa sababu ya kukosa kujua what is your mantle, that is why every life you are doing iko negative. Anything that you are doing in your life, it is negative. That is why umetafuta kazi haipatikani. That is why umetafuta mume na mke haipatikani. That is why umetafuta mahali kanisa pa kwenda upumzike hapatikani. That is why mke wako alikufa. That is why mume wako alikufa. That is why mtoto wako hayuko pamoja nawe. That is why mtoto wako ni gay. That is why mtoto wako ni lesbian, because you have misplaced to understand what is the mantle. Because the moment you don't understand yourself, you lose. Bwana Yesu asifiwe sana. The moment you don't understand yourself, you will automatically lose, and the people will not understand you. Why will people not understand you? People will not understand you because what is in you is a mystery to them. Ni kitu ambacho hakieleweki. That is why they see the madness in you. That is why they see you are like very cheesy. Huyo mtu ule wa mogeke. Ule mimi kwenda wa mogeke. Kuna mtu hapa asubuhi amesema amekuja kanisa. Wapi? Synagogue. Nani pastor? Ndura. Ule wa mogeke. Yani kotakora mtu mwega. They were asked today morning, kuna mtu ameulizwa hivyo. Na mtu anamuuliza unaenda wapi? Kwani kichwa yako ni baya? Si kupenda kwake. You cannot blame this person. Don't blame even. Hata usikaya hata siku moja hivi ufikirie ati huyu mtu amenena vibaya, anachukia mchungaji wangu, hapendi pastor wangu, hapendi nini. No, don't worry about them. If they cannot understand, hawaelewi, hataelewa, hatajua, hataelewa chochote maisha yake yote. They will never understand. Because the calling, sasa niambia, huyu mama alikuja, anavaa nguo ya red, nilimkuta hapa. Siku moja, siku ya kwanza huyu mama kukuja, walikuwa wamekuja mkutano hapa ya wamama wazee tunapatiaga chakula. Kaa kidogo nikauza, ni wa mtu gani wanaweza taka kuwa wakiniombea? Nikaona mama amejitokeza, mwingine amejitokeza pale. Sasa siwacha niwaite wakuje siku ya kukutana. Siku ya kukutana,
Mimi nilikuja nikaingia. Mimi najuaga hizi maguo yao mrefu ni ya Marejo Maria na ni ya watu wale wanaitwa madefiner. Kai. Nilipoingia tu hapa ni kuna msichana alikuwa, nikasema wageni wangu wapikiwe. Mimi sikuwa. Nikakuja sasa kukutana na watu. Nilikuta kule maguo za red, za yellow zimekuwa na mikarara, hii imeteremka huko. Nilirudi nyumba kidogo, nikaenda kwa kitchen, nikauliza wale ni wale watu tulisema wakuje. Nikaambiwa nikarudi nikatoka mimi najua kujijaza. Huwezi kujua nimestuka, ninajua kujijaza vizuri. Nikajijaza, sikutaka hawa wajue huko ndani yangu nimestuka. Sasa nimeona kanisa inaenda kuisha. Sasa mimi nikaenda nikawasalimia, nikatashangaini ati haleluya. Amen, haleluya. Nikachukulia nikaona huyu amebeba msalaba. Huyu mwingine amebeba kijiti imekaa hivi, kuna huanga mbili. Mzee ako na bakora. Kwa jono wako. Nikaona mzee ako na thipo, hii ni Masai. Nikashindwa sasa hapa kutaendaje. Nikakuta kale kamzee kamuizi kale kaliba sadaka kanaitwa Kemani kamekaa pale. Wakikuwa wanapagana na mtu mwingine venye hawa watu watafukuzwa. Wakuja waniconvince hawa watu wafukuzwe. Walikuja na lugha hawa wazee wananuka. Kanisa inanuka vibaya. Kwa hivyo walitafuta njia nyingine ya kuwafukuza, ikakataa kuingia. Wakaona ni nini? Ni kunuka. Mtu mwingine hapa akaingia hapa, akasema hawa wanapenda kukula. Wamekuja kutafuta chakula hapa. Ni njaa imewalete hapa. Amerika wanasema Mimi nikakaa pale, nikaingia kwa nyumba kwa ofisi, nikakaa chini. Nikasikia sauti kubwa inaambia hao ni watu wangu, ni mimi nimewalete. Sasa nikashindwa gogoshoka hodi atia. Kwani kanisa tutavaa hizi makajo? Mimi kwanza kitu kikakuja mbele yako kaniambia nguo yako ni ya red. Sasa nikaimagine ni nguo nina nguo ya red. Jaji nekiki oreki nikiwa na nguo ya red na kwanza niliona ili kuna kikofia kimeanguka na huko nyuma, alafu hapa kimewekwa msalaba ya green, alafu niko na modhegi. Alafu nikajiona sasa niko kwa ofisi, nikajiona nikiwa kwa barabara ya Elizasi. Niko na bendera naenda hivi nikifanya hivi, nikivukulisha barabara. Nikivukulisha barabara. Nikanyamaza tu, nikaambia Mungu kanisa ni yako. Nikasikia sauti kiniuliza, kwani ilikuwa yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Until you understand the mysteries of every mantle, that is when you will be able to understand what a Christian are you. If you don't understand the mantle, if you don't understand the responsibility God has given you, kwa sababu kila mtu hapa ako kivyake with a responsibility. Kila mtu is equal to the task. Kila mtu is here to the task. You are not here by fluking. Hakuna mtu ako hapa by fluking, by mistake. You are not here. It was written in the book that today you will be seated here listening to this word, because this is your word for today's deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnasema amen mzuri. Sio kusema amen, amen. Mnasema amen ya ile, yani mnafikiria nikiongea mnafikiria nimesema utapata Range Rover. Nikizungumza unafikiria nitapata gari. So until you are able to understand this man, either utakuja uone this man is ni mtu ambaye hawezi kumuelewa. Kama mimi, wale watu wamejaribu mimi, hawawezi, wameshindwa kunielewa, because you cannot understand me, because what is your motive towards me? Did you come to a man of God? And this man of God, did you come to the calling, the mantle he's carrying? The mantle is what I'm carrying. Ndio ilikulete hapa, ama ni YouTube ilikulete hapa? Ama nikakitu ni ulisikia nimenena na ukasikia neni aleluya, nilikuzungumzia siku hiyo ama nitakuwa nikikuzungumzia kila siku? There's a difference. Kama nilikuzungumzia siku hiyo ama nimetengenezwa nikuzungumziage kila siku.
kuna tofauti ya siku hiyo moja na niwe nikisugumusia wewe kila siku. Kuna mtu anakujaga wa muujiza, anakuja na tupesa twake, anawekelea hapa, anachukua muujiza, anaenda. Na kuna mtu atakuja hana tupesa ama ako nato na anakaa chini, ana submit to the authority, ana submit to the mantle, ana submit to the anointing in this holy place, so that he can be fed, she can be fed with the word of God that I am carrying. Kuna watu nitaanza kuhubiri saa hizi, ukiangalia saa hii, just wait for 2 minutes, utaona wameanza kulala, because they don't belong here. Notanilesi alilala hapa hajarara, lakini ulitokaje kwenu ukuje kunisikiliza lakini ukalala? Kuna mshida. Either kuna mapepo yanataka kukuondoa hapa, ama kuna mapepo ambayo yanataka ukose kuelewa, ama wewe si wa hapa. Mambo ni matatu, sio ile ya Ruto. Mambo ni matatu. Kuna pepo limekukamata, halitaki usikie. Wewe ni wa hapa, lakini halitaki usikie. Kuna pepo ambalo linataka kunikosanisha na wewe, na labda wewe si wa hapa. Ukiona unakuaga na makasiriko, Waruinge amekukasirika, unaenda unakasirika, unajipika tena unajikuta hapa, wewe ni wa hapa. Na hakuna mahali utaenda. Na sijakufuka, wewe ni wa wapi? Unasikia kuniwa. Why did you do this to me? Kuna watu najaribiki. Kuna mtu nikiona huyu tunaenda bali na yeye, namwekaga kwenye ratili, na msukumanisha tu anaaguka ndio akasirike, nione makasiriko yake inafika wapi, ndio niweze kumhandle tuende bali na yeye. Kuna dudhini kana giorogu. Kuna watu nadhinekania tu ndio nione bitterness yake niitoe, kwa sababu kuna bitterness zimeingia, zimekolea ndani ya mwili, zikumbali. Na kutoa hiyo bitterness ni sawa na mtu kutapika na hajakula kitu. Ushakutana na mtu anatapika na hajakula kitu, anatoanga gas, lakini matubo inapadaga baka hapa. Unajaribu hata kumsaidia, hasaidiki, maana hakuna kitu kinatoka. Unamwambia weka vidole, hakuna kitu, maana there is nothing that is coming out. Huyo mtu kutoa hiyo kitu iko ndani, maana ni labda ni kimalaria kiko ndani, ndio atoe ile kitu ya yero itoke. Utasubuana naye mpaka itoke. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndio utoe ihoha jipu, ulitoe ndio iishe itoke, iache kuhama. Unajua ikikuja hapa uifije hivi ikatae kutoka, ukatae kuitoa vizuri, inaendaka mahali pengine special kuliko hapo ulifikiria. Na sasa hapo sasa unajua hii ilifinywa na mtu, sasa hiyo iwezi kubali mtu aifinye. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will have to live with it. Itakaa ikae izeeke hapo, idecide mahali pengine pa kuenda. Hiyo ndio ujiga ya jipu. Sasa kama iko mahali pazuri pa kufinya, kubali ufinywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali ifanya nini? Ifinywe, itoke, kale kabego katoke, ndio ihame kabisa. If you are in that position, kama sasa tuko na nyinyi saa hizi, mnaniona hapa karibu, tunapitana hapa, kuna siku mabodyguard watakuwa. Yes. Kuna siku kutakuwa na bodyguard hapa, mtu anasimama hapa, mwingine hapa, mwingine ni watu wa KDF. Si watu wanakujua. Sasa unaanza kusema ngai nono lete ile ni watu raturaga nake hau. Mraturaga nake ni ngai yako hete mudhafadhio, mukae na yeye utap ile kitu naweza kutap. Acha kusema tibeni hini alirika ama nganga si mnaona nachuka kwa na GSU. Nganga, my spiritual father. Achuka kwa ina mama washimeni, anachukua na GSU reke squad. Wale uliona wamesimama hapa pale na wako na bunduki hapa, wanamchuka msee na amepatiwa kagari ka kumfukulia jia. Kwa sababu serikali imeangalia wale watu wako chini yake ni wengi. Hiyo ni serikali ya dunia, na serikali ya biguni imenipatia 250 million grown ups. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we call that a mantle. Because the understanding the mysteries of the mantle, you are able to move in a direction that God wants you to go. Na kuna mapitio utayapitia, na hayo mapitio utayapitia ni lesson ya kukufanya ukue strong. Maana kuna kitu Mungu amepanga na wewe. Kuna mipango
mizuri Mungu ako nayo. Kuna njia nzuri anataka. He wants you to become a leader of 1 million people. Na bado kama kasiriko kako haba, kamekatalia kwa matumbo, small intestine, kamekatalia huko. Utasukumwa na mtu, utakutana na Waruinge mwenye hanaga huruma. Anakufanya madharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa huyu mtu anakuambia I love you, na huyu mtu ile maneno anakufanyia ni maneno aina gani? No, I'm not, hata kwa moyo, hata ohatire kanya mukehaha sina. Hata the moment nilikufanya hivyo, hata mimi nilisikia nimefanya vibaya. Ni wale unaona ameenda na microphone huko nyuma, anapelekea katuko Asha. So lazima umetrain, lazima afanye kitu nisikie, ndio nimuelewe, nijue kaupuzikali yako nako ni gani, ndio nianze kukatoa, kwa sababu this is a great leader. Huyu ni kiongozi mkubwa, ni mtu ambaye mtakuja kuadmire, ukue kama yeye. Asipoletwa kwangu nione ujinga yake, hakuna mtu anaweza kutolerate tabia yake. Kama angekuwa ni pastor mwingine angekula silapu hapa. Hebu imagine kwa James Maina Nganga afanye hivyo. Kwa matuta afanye kitu kama hiyo. Akinanuliwa kwa vibili na teke moja na abio toka. Na tukanwe ng'ombe wewe. Alitutukana juzi. Mzee alitutukana. Si mtu ombe hiyo kiwaja. Tusaidie. Hiyo that's our father. Ni grandfather wenu. Huyu James Maina. Huko ndio niliokokea. Kwa hivyo upende usipende, kama unanifuata, upende usipende, that's my spiritual father. Huko ndio niliokokea. Nikarudi nikaenda kwa Harrison. Huyu ni baba wa kunizaa na ule ni baba wa dini wa kunilea. Kada mtu tirare la shiana shiene huko. Si tunachuka watoto wenyewe. Na mababa zao bado wako. Na bado baba yule na kikienda kuolewa kidaga kwa kidafuta yule baba alikuzaa. Unaenda sikia mhuje na kwambia baba yako ako hai? Ako hai. Unajua menye yako ninaweza mtafuta, hawezi kosekana. Sasa huyo ndio atakupatiana, si huyu amekulea. Halo. Sio kama mmenielewa hivyo? Yule aliyekuzaa kama yuko hai, huyo ndio bado ameshikilia the mantle ya baraka zako. Kwa hivyo kiwe ni kimlevi, kiwe ni kishetani, kiwe kilitukana mama yako, kiwe kilifanya madharau, kiwe kilifanya chochote, that is still your daddy. You have no option. That is the mantle I'm talking about. Waruinge awe mzuri, awe mbaya, awe msharati, awe amelala na wanawake 1,000,000, awe amefanya nini? He's still your father. Asikia kakuachekelea. I'm talking about the mantle. How this mantle works. Today nataka kufundisha how the mantle works and how you have lost it. Umepoteza aje? Where did you go wrong? Ulikosea wapi? Ndio kwa maana umetangatanga hizo makanisa zote. You are still poor. Yet uliprofesa hiyo miaka 10 you will be rich. It was prophesied to you that you will become. It was prophesied to you utakuwa na mume, utakuwa na mke, utakuwa na shamba, utakuwa na gari. It was prophesied, but there is a mistake you made somewhere. That is why the prophetic word did not work. Because you never understood. You never understood the plan of God in your life. You never understood the mantle ambayo wewe uko nayo. And the person that is coming to you, lazima akue ako either the helper of the mantle ama the support of the mantle. Wewe kama ni mke uko na mantle,
mume wako hafai kuwa na mantle. Hello, do you understand me? You cannot have two equal mantles, two people with equal capacity. One must go down. Moja anakujaga kusaidia. Ndio unaona hapa kanisani kuna wao wamekuja wananisaidia kazi. Na kuna wao tuko na wao kutoka mwanzo. Tuko na wao tu wanakaanga tu kwa kiti, wananiambiaga, "Hey, more wakujia." More mwana anointing. Wanaongea. Wengine hapo nakuta hao ndio wanajuaga wale wanawake wote nimelala na wao. Na nililala na wao wapi na wapi na wapi. Because hiyo ndio mantle yake kutoka kwa shetani. Ukasikia kila kitu, yani yule mtu mnaongea na yeye, kile mnaongea na yeye ni kitu negative. Pia hiyo ni mantle. Lakini imetoka wapi? Kwa shetani. Hao ni devil's agent ambao tuko na wao na wamekubalika, maana hao ndio wanafanyanga tuende maombi sana. Kuna yule mjamani niliwaambia alikuwa kanisani, pastor kama mimi, akaomba, maana kulikuwa na mwanamke kanisani ambaye wanawake walikuwa wanamuombea sana, lakini kulikuwa na mmoja na alikuwa vocal in the church. Huyo ndiye alikuwa anajua mistake yote ya mchungaji, na alikuwa mama kanisa, charity. Sasa mama kila wakati pastor ni adile, ukiona na huyu mama tumetoka kidogo, naona nema umani, ukiniona na ani kidogo nikiokea, naona si niliwaambia, angalia ndani upite tu kidogo, uchugulie, utaona wako na nani, alafu ukuje nikwambie. Na wewe kwa sababu unapenda finyo na unapenda muhuhu, unaenda unanaangalia. Kai, na not just suspected, I suspected. Hii kitu nilisasa. Mimi ani najuaga yeye ndiye anagushaka wachungaji. Nilisuspect. Anakuja. No oganagia besa kanitha. Sadaka ciũkanagio no. Nĩ ani. Ndoke ihũrĩri. Kũgenũrake nĩ ũrabatara kwĩrwo. Ni unafatara, unahitaji kuambiwa neno ingine. Ni sume. Si unaona ani. Sasa ani ufanye vibaya, uende ununue kaguo kazuri. Kuisha. Si unaona taguo pesa ya kanisa, ni adigoshoka kuruta muhothi kukanitheo. Bako shiri yako ni mumaraya ucio ri, ni adigoshoka kuruta pesa kukanitha. Because the eye that saw, the mouth that is speaking, the ear that is hearing, it is from the devil. Vyombo vyote vya kutenda kazi, chombo, macho ni chombo, masikio ni chombo, mdomo ni chombo, vyote vimekamatwa mateka na shetani. That is only, there is nothing good can come from you. It is always negative. So what kind of a mantle you are carrying? You are carrying a demonic mantle, not a godly mantle. We are supposed to bless. Nikiona Karo ako na ako uchi, sifai kutoka kwenda kumutangaza, nafaa kwenda nimfunike uchi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huyu kijana anaitwa Ham, alilaaniwa kwa nini? Ham alilaaniwa kwa nini? Kwa sababu alilaaniwa alipoenda akaona baba yake ako uchi, alikimbia kwa brother zake akawaambia baba ako uchi, kujeni muone. Nao madugu waliposikia baba ako uchi, hawakuenda kuona, walichukua kitambaa, wakarudi kinyume nyume, wakimuuliza hau, wakamuangushia. Laana ilikuja kwa sababu ya kwenda kutangaza, laana haikuja kwa sababu ya kuona. You must get that difference. So because you don't have the mantle to see, to be able to shut your mouth, mantle yako ni propaganda na kuuza na kufanya maneno makubwa makubwa. That is why you are stagnated, because you are carrying a mantle from the devil. Until you are able to shut your mouth, you must not see negatives. You must see a positive in a negative. See a good thing in that bad situation. See a good man in that bad man. There are many people who prayed for me to die,
There are many people who prayed for me to be destroyed. Mpaka sasa kuna watu wanaendelea kuomba nifunge kanisa. Kuna wengine wanaendelea kuomba nisipate kuhubiri. Juzi na juzi ingine wameniombea mpaka ati nipate accident. Wengine wameenda mpaka kwa waganga, wameshindwa kuomba huyo Mungu wanaomba, wameenda kwa mganga. Walipofika kwa mganga, moto ikawaka, wakakuja kama wamepechomeka. I want to tell you this. Until you understand what kind of a vessel you are. And here nimeitwa nikuja nikutengeneze wewe. Maana ndio umekambiwa nenda ukae chini ya huyu mchungaji. You try to convince people ati naenda kwa kanisa ya Ndura. They did not understand you. Wengine wamekuacha, hawataki story zako kwa sababu ya kanisa hili unaendaka. Mzee yako hataki kukuona. Alikuwa nakupatiaga pesa, hataki sasa kukuona. Nakwambia enda kwa Ndura. Enda uitisha Ndura. Kaa chini. Wewe kaa, alikwambia enda uitisha. Niko na mafuta, niko na kitu chako. Endelea kukaa chini. Kuna Mungu wangu ambaye ninamwamini, atakubariki, atakufungulia milango. Wao watakuja, watakwambia tupeleke kwa Ndura. Wao. So don't worry about what you need to understand is the mantle you are carrying. Are you a leader? Are you just a natural, a human, a busybody person? Wewe ni mtu tu wa kutembeaga tu kuhioria na gwe kuhioria keuna ngogethia gora kanwa gaku. Yani the only thing you see in that person is negative. The only thing that you can speak about that person is negative. Wewe ni kazi yako ni kuhogoloria meshene. Hiyo ndio kazi yako. Na hiyo ni vessel, ni mlango ulifungua kwa ajili ya shetani utumike. God does not have a body. He uses your body. The devil does not have a body. They use what? Your body. These are two spirits. They only need to give you a role. And the role is what we call the mantle. Hiyo unaonanga unafanyanga migi. Hebu jiangalie ni watu wangapi umesegenya last week. Watu wangapi umezungumza kuwahusu. Utajua kama ulizungumza watu wa Mungu vizuri ama ulizungumza watu wa Mungu venye hawati mapasta venye wanafanyaga siku hizi. Mapasta ni waizi, mapasta ni washerati, mapasta ni nini. Wewe ni agent wa shetani. You don't need to be told. You don't need to go to any place to be decoded. Automatically you are a devil workshop. That is why you are only seeing my pastor, they are sinful. Who gave you the permission to judge? Nani alikupatia mamlaka ya kufanyia watu hukumu? It is only God that has power to judge. The word of God only has the power. I cannot judge you. Hata nikakukuta etakuatia Margaret, hata nikakukuta uko na mtu hapo, mimi nitatoka nikijua ulikuwa nafanya press up. There is nothing I saw. Ulikuwa nafanya mazoezi kwa sababu uko na nini? Unataka kutengeneza mwili kuwe mzuri. That is why you did the press ups. I will never come out say ati huyu anafanya. No, I will never. Unajaribu kuniengage on that language, I will stop you there. I will tell you stop the nonsense. I have no power to judge. I have no power to say what is who is doing good and who is not good. Sinner. Because I'm pointing at you. How many fingers are pointing at me? 3 of them. So what you are, I'm 3 times. Hello? Ukiona usharati wa roda ama usharati wa pasta, hebu ni point na kidole yako. Ni ngapi zimekupoint? Ni 3. Hiyo ingine ni mshahidi wa Mungu. Hii inamwambia Mungu na Mungu anaona. Wewe ndio mshahidi wa 3. That tells you what kind of the anointing you are carrying. And that is what we call the mantle. The day you stop to understand and to know and allow God to manifest in you, then you'll be able to understand the dimensions that the mantle, the mysteries of the mantle. Only when you can sit and listen to God, that is the only time
uta understand the mysteries of the kingdom. Understand ni kwa nini unaendaka kununua bidhaa Tanzania, bidhaa ambazo zinakuzwa Kenya. Unaenda Tanzania unanunua viazi na Moro viazi viko. Unatoa viazi Tanzania unaleta Kenya, zinanunuliwa, na za Moro kwetu hazinunuliwi. Unashangaa, what is the mystery behind this? Ni kwa nini mtu alikuja kwenye hii line yote watu wanafungua maduka, wewe ukakuja ukafungua tu duka na yako ikavuma, na ukasikia kuniko kuratikia. The only way you can be able to know the reason that one kwero niko kuratikia is by being able to open your ears, to open your heart, to understand your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Because everyone has a God. Everyone with you has a God. And God is omnipotent. God is omnipresent. God is omniscient. So God takes a shape of you. God takes what? God takes a shape of you. God is, that is why God sometimes is water. And when he becomes water, they say he becomes what? Maji ya nini? Akiingia ndani ya forest? Yeah? Akiingia ndani ya forest, the tree of life. Akiingia ndani ya mawe, yes, he changes. That is why he is always omnipresent. Wherever you are, in whatever situation you are, that is what God becomes. Na ndio unaona mlevi anaendesha gari anasema gari inajua kwao. Anakuwa na dogo gani dogogyo. Anasaidiwa kuingia kwa gari, na akikalia gari inampeleka nyumbani. Anasema gari inajua nini kwao, na inampeleka, na ikifika kwa geti hapo akifunguliwa tu mlango, hapo ndio analala, anashindwa kuingia kwa nyumba. Why? How you take your God. God is like water. The one glass, ukiweka maji ndani ya glass, the water takes the shape of the glass. The same water you pour it on a plate, it takes the shape of the plate. The same water ukimwaga hapa, it will take the shape. This shape. That is why God is a mystery. That is why God cannot be understood by a mind that is full of primitivity. A mind that is hopeless. A mind that is idealess. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. What you see when you put the water, and that's why God is I want you to participate in this. When you get water, ukienda kwa maji, Mungu anaitwa nani? Maji ya uzima. Look, if you look the water inside the glass, and the glass is yellow, or the glass is blue, you pour water, you don't see the water, you see the color that is blue. So the manifestation of what is holding this water becomes the reality ya kile kitu nakiona. So once you are able to understand your God, the calling that is in you, why you are in this church, why you are in where you are today, why did you go there, what happened, and why the day you be able to understand, wakati utachukua muda kuelewa ni kwa nini uko mahali pale, ndio deliverance yako inaanza, ndio ushindi wako unaanza. When Gideon knew, alipokutana na malaika, akaambiwa you shall win this battle as a man, akatokelezwa na Mungu, akaambiwa, akaitwa the man of valor. From then akatandika karua mara ya kwanza, Mungu akafanya, akatandika mara ya pili, Mungu akafanya, akafanya kitu ya tatu, Mungu akafanya. That is the time God, he knew I'm dealing with which God. Previously alikuwa nafikiria the God of Baal was the God, the main God. Wakati aliona things have changed, the sauti ambao wanaisikia hawajawahi kuisikia tena, that's the moment he realized we have been dealing with a foreign God. We have been dealing with a God that does not exist. We have been dealing with a God that was not with our fathers. Because kuna mahali aliuliza, where is this God? Huyu Mungu mwenye alikuwa na Isaka, huyu Mungu alikuwa na Musa, huyu Mungu alipigania wana wa Israeli, our fathers walishindaniwa, where is this God? Because he could not imagine. Munapatiwa story how your God is powerful, how your God is a winner, how your God is a conqueror, but now you are living in caves. Look at your life. Look at your life today. Aren't you living in caves? Look at your situation.
that you cannot be able to afford to pay rent. You cannot be able to afford kukuja kanisa, you are struggling. Lazima ukope. Kufanya biashara lazima ukope. You cannot ask. Lakini unasikia baba yako kule umetoka ni kwa matajiri. Ilifanyikaje mpaka sasa? Wewe ni masikini lakini ukoo wako unasema hii ni familia ya matajiri. Wana wa Israeli walikonga wa Ameleku, wakakonga wa Girigashi, wakakonga wa Amori, wakakonga wa Hiti, wakakonga wote, but only to come to live in caves. Walifanya kazi usiku because they never understood the mysteries of God. They never understood the mantle that they were carrying when they were coming from far. When God told them in the book of Deuteronomy 7 that when I take you to the land, when I take you to the place where you are going to occupy, where you are going to own, it is not you. Once you understand that it is not you who took yourself to where you are, that is the beginning of understanding the mysteries of God. They told you, God told them, when I take you to that land that you are going to occupy, a land that has people greater, mightier, 7 times than you, and when I give them into your able hands, so this thing is not you doing it, it is you receiving it. You don't fight. You don't win this battle. You don't conquer these enemies. They are conquered for you. But this only can happen kama una understand what kind of a mantle you are carrying. What kind of a promise? A mantle is a promise from heaven. A mantle is a gift from heaven. A mantle is a power from heaven. The day you understand who kind of a woman you are, the day you understand what kind of a man you are, the day you understand what kind of a leader you are, uache ujinga tu, uwekelee ujinga kwa kamawe. I can tell you. Wakati huyu Gideon alikenda akakimbia nyumbani, akashika kambuzi, akachinja, akabeba mkate ambao huko umechachwa, akaletea malaika. Malaika alimwambiaje? Wekelea kwa kamawe. Alitaka kumpatia malaika, lakini malaika akamwambia wekelea kwa kamawe. Naye malaika akapoint na kamuti kama haka, ikawaka moto. Kutoka hapo the life of Gideon changed. The thinking of Gideon ikabadilika. The desires of Gideon zikabadilika. Akakuwa mtu mwingine tofauti. You can only change if you discover a little bit. They were communicating with the angel. Akauliza angel that, kwa sababu the angel told me you shall win this battle. Naye akamuliza, I come myself, we come from our clan is the least, and me, I am the least in my family. How will it happen? He never understood himself. He never knew himself. Yes, he had a power to bring 32,000 people together, but he never understood he can do it alone. The misplacement of what you are causes you to suffer. The misunderstanding of yourself, not knowing who you are, you can never become if you don't know who you are. You can never become that preacher. Me, I was a great preacher. Nikiwa Mungiki, nikiwa mtoto, nilikuwa naita maumbwa zinanifuata, maumbwa 100, 200 zinanifuata, nikiwa kipii kimetoshana hivi. But I never found a person kuniambia you are a great man of God. I never found. Until so late in my time of living in this world, that is when I have come to rediscover who I am. Na ndio mnashangaa mkiona maneno ikifanyika. Because hii kitu ingefanyika 30 years ago, 40 years ago. What I'm doing now, ningefanya 40 years ago. But because I never find a person, si kukutana na mtu wa kunisaidia, kunijielewe, nijijue mimi ni nani. Si kukutana na yeye. Kwa sababu kama ningekutana na yeye, aniambie usiende kwa Mungiki, usiende kufanya hizo vitu zingine unafanya, kaa kwa yeye line, anishike mkono, anipatie kitu inaitwa mentorship. Akuze kile kitu kiko ndani. That is why we sit down to be taught the word. That's why we sit down to be guided. That's why we sit down under an authority. So the authority can manifest in you. Authority yangu ita manifest in you. Nitakuinject, nitakufanya jump starting. Because you only need to be jump started. Betri yako imekufa. That is the mantle. Your mantle is not charged. You need a jumper.
I jump at you. Ndio whatever that is in you iake moto, ianze kufanya kazi. I needed James Maina Nganga ani jump start aniombe, hata kama walinipiga ngumi za kichwa, lakini walinisaidia. Sasa niko ninahubiri because walinipa yeye na Wafula na Gitonga na Moiro na mwingine wa Kikuyu anaitwa nani? Kuna pastor anakuaga hapo somebody hapo Kikuyu. Unamjua? Bob Kabugi. Kabugi. Jamaa walinipiga ngumi. Ni kama nimepiga magoti. Mimi mwenyewe nimesarenda. Mimi mwenyewe ndi nimejipeleka niokoke. Sasa huyu Wafula ako na mkono kama hii tatu. Najua ni Muluya. Nganga naye yako hapa. Ndio Nganga alikuwa na hasira za wizi. Gitonga naye yako hapa. Na ni wale watu walikuwa wamefundishwa ile maobia ile ya kupiga watu kichwa. Pepo ya mungike, tunakemea pombe, tunakemea. Nikago kwa kichwa. Nikitoka huko mpaka ilibidi nilale pole pole. Nikaenda pole pole kwa sababu nilipoenda wengine wakapiga magoti chini. Nikararuliwa magumi za kichwa. Niliumwa kichwa mwaka mzima. Ati wanatoa pombe ya tobacco, pepo ya tobacco. Like in any way, whatever they did, I needed that to be jump started. I needed Wafula in my life. I needed Pastor Chai in my life. I needed Nganga in my life. I needed Bob Kabugi in my life. I needed all those people that participated in my salvation. I needed them. Remember that's the same time Wairimu alikuwa hapa City Hall. Hapo ndio alikuwa anahubiria akikemea pepo ya mongeke, na nilikuwa nimepanga kwenda kunyamazisha. Akatumia tu. Kumbe naye Mungu amepaka vitu vingine alikamatia kwa hewa. Hello. Until you are able to understand and get the right people to direct you where you belong, you will get lost. And that's why I urge you, mukai chini. Wacha kiherehere, wacha kurukaruka, wacha kutapatapa huko na huko. God is the one everywhere. God is omnipresent in and Acc, wherever you are. As long as it is God who directed you here, it is not the miracle you are looking for. If it is the miracle you are looking for, you will not sit here. Hautapata comfortability hapa. Na either God, when God sent you here, because kuna hiyo nimebeba, kuna ukuja tu uchote. Kama ni kakijiko kamoja, chota na uende. Kama ni sufuria mzima, chota. Mimi niko nayo yote. Hauwezi kumaliza as long as you are called here a son. Bwana Yesu asifiwe sana. As long as you are called a son of this place, hautachoka na mimi. Hautanisegenya, hautapiga baba yako. Hautasema baba yako ni msherati. Kwa sababu hiyo ni kutoa baba yako uchi. Whoever that has ever spoken ama sema anything about me that way, umenitoa uchi na umelaanika, and you will never see peace. Until you come to me, you say sorry. Either nilifanya ama sikufanya. You don't need to see. You are not supposed to see. You are not supposed to talk about it. You don't talk against a man that is spiritually mentoring you. He has powers over you. He will not fight himself, but the angels guarding me will fight you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona Daudi ni kimutu kichafu. Kimutu ambacho ni kiaganu. Hakuna mtu mwaganu kuliko Daudi. Kama sasa Daudi tukamulete kwa ulimwengu wa sasa, he is a devil worshipper. Mnajua hivyo? Tukilete Daudi kwa ulimwengu ya Kenya sasa, that man is a devil worshipper. Jamaa aliambiwa akaenda kwa mfalme Saulo. Akasema ameona kademu, akadika anaitwa Mika. Nimeona kademu. Akaambiwa na wewe sasa kama umeona kuchukua hii kademu, endo lete sehemu nyeti za wanaume 100. They just wanted to complicate his life as he had. Jamani mbaya, alienda akaleta 100 gapi? Aliitisha 100, akasema 200 ndio hii. Modojo akikaone Kenya. Do you need to look for a devil worshipper? But God is saying this man after my heart. See, God is supporting because the heaven is backing him. When heaven backs you, you become a mystery. So whatever you are carrying becomes a mystery.
You all need the backing of heaven. You don't need the backing of human being. You need the backing of heaven. Heaven ikikubali tu, ikuwekelea mkono, itembee na wewe, iende na wewe. That is what we call the mantle. The mantle is the backing of heaven. Wachana na wale wanakuogelea mbabaya. Look for that heaven. Engage yourself with the heavens. Kana heavens. Let the heavens do the work for you. Let the heaven fight for you. Let the heaven conquer for you. Let the heaven make it for you. I'm telling you, watakuwa akisema, the more they talk. Ndio unaona watu wanaongezeka. The more they talk wanasema wewe ni the worshiper, the more people come. The more they talk wanasema wewe ni mtu mbaya, wewe ni msharati, the more wanakujaka kuangalia hiyo msharati. Kuna mama najua ako hapa kanisa hii namuona. Alikuja kwa sababu alisikia Waruinge ni tall, dark and handsome na anapenda hawa watu sana. Sasa yeye alikuja kwa sababu Waruinge anapenda hawa watu na yeye alitaka kupendwa. Na alipofika hapa Mungu amemsaidia. The God has manifested in her. She is a prophetess. Umeona kale kitu nini nimlete? Aliletwa in a negative way. So whatever way they preach about you, don't worry. Don't even think about it. Don't even imagine about it. Whatever they are preaching, whatever they are saying about you, it is a vehicle to propel you to the levels where God wants you to be. As long as you have the backings of heaven, as long as the hand of God is on you, as long as the power of God is on you, I want to assure you one thing: you will never lose any battle. They will never defeat you. They will always be talking about you, negatives, but tomorrow wanakuta bado umesoka hatua nyingine. Na ndio unaona watu wale wamepigwa sana ndio wameenda sana. So ile mawe wanakurushia inakusaidiaka unapanda uwe wakikurushia unahepa, akirusha ingine hepa, akirusha ingine hepa, because you have an angel that is guarding you. You have the spirit of God that is guarding you. Then you have God that is with you. Wewe hepa tu. Ukiona imepada unaruka juu ya hiyo mawe. Hapana, si ni kwenda chini. Unaruka hapa. Mawe imejaa. Si umeinuka, umeenda juu yao. Tena wanakurushia hii unahepa. Wanakurushia hii unahepa. Wanakurushia inahepa. Ukiona imepada juu, kanyaga juu, ruka. The more they are laying, the more wanarusha mawe, the more wanakupandisha, the more wanakupeleka the other level, the more they are winning battles for you. It is your enemies that will win your battles for you. Si marafiki watashinda vita zako, maadui wako watakuinua mpaka mahali unahitaji. Yes. Kama unataka kwenda Amerika, maadui watakuchapa mpaka uende Amerika. Appreciate them. Na ukipata kabusi na wachinjia wanakula. Very soon inaita maadui. Ukiona nimekuita kwangu jua ni adui yako. Very soon ninaita maadui wakuje. Tukule kabusi. Niwaambie thank you. You have done it. You have done me well. You have done me well. Toa Jesus weka enemy. You have done me well. You have done me well. Enemies. Without an enemy, without Judas, we will not be knowing Jesus. We will not be talking about the cross. We will not be talking about the blood of Jesus. Judas, yeye ndiye alisimama akasema mimi ndio nimejitolea watu wa dunia wajue kuna damu ya Yesu. Wakaenda akauza Yesu, maana damu ya Yesu ifanye kazi. So kama hauna adui, tafuta adui, chokosa tu mtu akue adui yako. Nimejaribu kusokosa watu hapa kadhaa wamekataa. Gudhigidha nione kama mtaongezeka maadui, because my pace is inaenda pole maadui wamepunguka. Maadui wamepunguka. Sasa ndio naona naenda kipera kuchokosa Wajaruo huko na Wakamba na Wakikuyu. At least niongeze maadui. Huko walikuja lakini nikakuta kumbe ni wa low class. Najua kuna maadui wengine watata unaweza kuambia Mungu hapana. Haya tigana. Ama digo batira dola kwa dereda. Kuna maadui, you must look for worthy enemies in your life.
Wakati unasikia umegogwa mpaka unakaa chini, umegogwa vizuri mpaka unaturura, mpaka vision inapotea kama 3 days 5 days, umepoteza bearing kabisa, unajua sasa ndio uko na Mungu. Lakini ukisikia ndio kunywa atari waragunya atari tu ndiko waragunya ni oro warabi atari ni yesho tibiche nima ni dikwenda ni horo tosho dikwenda ni huyo si adui abia Mungu ndio ndolea aibu hiyo ni aibu dogo dogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndura, man, you need a propelling power to lift you up. For Gideon to become Gideon, walipigwa mpaka wakakaa ndani ya kefu. Alikuwa anafanya kazi usiku. Alikuwa anafanya kazi saa ngapi? Usiku. Wametiwa baridi na watu wanaitwa Wamidiani. Naye Mungu akasema nini? I have handed them over into the hands of the Midianites. Hadi wakati utakuta maadui wako Mungu anawaelewa. That's the time you know the victory is beckoning. When you come to know that maadui wako wote Mungu anawaelewa na majina, anawaelewa na kazi yao, na yeye amewakubalisha wakuwe mkono wa kukunyorosa, wa kukufinyanga vizuri, ndio uchomoke kile kichuma anataka. Don't start crying because of cockroaches in your house. Mede. As omba Mungu kinyoka kiingie kikobura na kisimame mbele yako kifanya hivi, ndio ujue the battle yako iko na gani. Sasa kama battle yako ni ya cockroach, Nancy shiwali ako the battle ile mahoya maroda to hoera ate gogo ni sinyo bageta daine ya kule. What kind of a mantle do you think you have? Karo ate dhuya ni cio cirakore dhuya cia ngũkũ. Ate hiyo ndio maombi unataka tuombe. Ate unatengeneza WhatsApp group. Akuombea dhuya za ngũkũ. Then you understand you don't have a mantle. You don't have any responsibility. Hauna kitu uko nacho. You are empty. Tafuta Mungu akuweke kitu ambacho kinaweza kupigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta Mungu akupeleke mahali utakasirika, utasikia makasiriko ili umefanywa ile makasiriko, mpaka ukitembea hivi unatembea mpaka unarusha miguu, unaona kama miguu ilikufa. Yaani unahakikisha uko na miguu ni makasiriko. Yaani kiundo kile githini wakugira achamuka kinyoka igwata magoro matwekire. Minyoka yako. Ni uri oturetwo. Ni uri wekirwo matarau ni muthuri ucio. Ni makwaga getie. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoa mtu kama huyu. Huyu baba yake ni mchawi. Hatari. Muganga hatari. Wale wa huko Voi. Nilikuwa maji mazuri, ni maji mazuri mti mrefu. Mti mrefu. Huyo babako alikuwa anaitwa mtaita, lakini mganga jina yake kiganga alikuwa anaitwa nani? Maji marefu. Mnajuanga mganga huyo? Hakuna mtu amjui. Nenda uliza mtetemo wote akwambia maji marefu. Sasa huyo mzee aliaga, akamtuma mtoto wake akuje hapa animalize. This man is here on a mission. Sasa that is when you understand the battle. Unapenda huyu na mshow love kabisa, unatembea na yeye. Analete pesa yake hapa, zinakuwa zimepagwa noti ya 1000, noti ya 500, noti ya 200, noti ya 100, noti ya 50, coin ya 20 na coin ya 5 bob. Hiyo ndio sadaka yake. Constant. Constant. Na unaelewa, ukimwambia weke kwa kikapu hawezi, anawekelea hapa na anaruka. Kwa hiyo aliambiwa venye anafaa kuwekelea. But you continue. Kama ni kwingine alikuwa akishafukuswa, alikuwa ameitwa pepo. Lakini sasa angalia, mzee ni mzuri. Hebu simama wakuone vizuri. Funga jaketi yako vizuri. Yes, thank you. Simama hapa wakuone. Yeah. Ufanye bidii. Sasa tugange watu katika jina la Yesu Kristo. Watu wabadilishwe katika jina la Yesu. Si umeona umeshindwa kunibadilisha? Si umeshindwa? Kabisa. Kajini. When you understand the kind of people brought to you, that is when you understand the kind of victories ahead of you. Lakini kama nikiletua chokora hapa ya
ya ile karata, ati hii ni ya pesa, hii ni ya pesa, hii si ya pesa. Ikienda hivi, hebu angatazama vizuri, iende hivi, hii itaenda hivi, iende hivi, irudi hapa. Ni gani ya pesa? Ulamu kuja toda nilikuwa nafanya, that's what I did hapa chini. I did that. Nilikosa mimi nijua kutafuta pesa. Msinionage kama mimi ni nyeje. Ajaza mseme ati mimi nilale ja mkiwa. Uongo yenu. Shonokai. Nitakula ugali mzuri. Hii brain Mungu alinipatia. Hapa chini nilikula mama mmoja shilingi 15,000 ya school fees. Na mama niwacheka. Wow. Hii ni kali. Hii ni ya pesa. Wewe hata wewe una akili. Kadi ni 3 unaona, hii ni ya pesa. Hii si ya pesa. Na hii si ya pesa. Tazama vizuri. Inaenda inatembea hivi. Mnajua mnasemanga sisi Nairobi ni kuna waizi. Sasa tazama na macho yako, unatembeza hivi. Unatembeza. Sasa mama nionyeshe ni gani ya pesa. Lakini hujui kuna ujuzi nilitumia hapa. Nilikuonyesha hii si ya pesa, lakini iliyoanguka sio hiyo, ni hii ya juu. Ninakuonyesha iliyoanguka sio hiyo, ni hii ya juu. Sasa ile nitaangusha ile ambayo inafaa, ni hiyo ya mwisho yenye una uhakika si hiyo. Sasa wataekelea pesa na kutolea. Niwaza kusema hiyo pesa ilikuwa ya school fees. Ukiekelea huko unajua ni ya school fees. The day you understand the kind of dimensions that you are working out, it is going to make you understand. So in the afternoon, we are going to look at the dimensions of God's manifestation. In the afternoon, tukirudi tunasoma dimension, the same topic now, the dimensions. Tuingie ndani. Sasa nikwambie mkono wa Mungu unavyofanya kazi. Na leo mkono wa Mungu utajidhihirisha kwenu. I want to assure today, kwa sababu wakati tulienda Kibera tulipatiwa certificate. Hello. We were given a certificate from Kibera. When we are going to Githurai, we are going to get. Sasa unawasikia? Atia niyo adu muradi nao kudu. Uramenya nira hilo certificate. Atatishoka tudige tulaito hiyo certificate. It's a diploma. From there tukienda the next move, it will be a degree. Then tutawekwa dhobe. Then tutaambiwa kwendeni kasi. So we are in that marathon. Kwa hivyo ni wakati I'm involving you tufanye hizo test, mnakuwa involved kwa pesa zenu, kwa hali zenu, na kuna watu walienda kudai bado wanadai. Na nani wanadai pesa ya security? Nasikia koki nisisikie kuna pesa mnakopa ati mulipe deni. Hatuna deni. Umenielewa? Na kama kuna pesa inaitishwe niitishwe. Pesa zile mlichukua za wamama mrudishe immediate effect. Na kazi ya Kibera Roda iliisha. Ungoje upatiwe mandate nyingine. Understand, season ikipita wacha kukwamilia kwa hiyo season. Unaturudisha nyuma. Season ikipita imepita, get into the new season. Are you getting me? Kushita hapa kuandikia tu message ati pesa zimeenda, muliandika inaitangwa requisition. Wale watu wote ambao walitaka walikuwa nasimamia responsibility wote waliniandikia barua ya kuomba pesa na nikawapatia pesa. Shiko uliniandikia barua? Nilikupatia pesa? Nasikia unafuata na kusimu. Mtu atakayekufuata piga kofi nitalipa. Watu wako wote walienda sawa? Yes. That's what I did. You write a letter, request for this. This is the budget for my team. Iapproviwe, kuna board. Iapprove. Ikiapprove hiyo pesa tuko nayo. Yes, mupatie the person in charge. Aende ajisort. Na tulete hesabu yote tulipata pesa gapi, hii ndio ilitumika. Si ndio?
That is what we are running our organization. Ndio tuende, ndio mtu anajua 1000 yangu 10 nilitoa ilifanya kazi. Watu waliokoka wengi sana, si ndio? Ile timu nao ya kwenda ku outreach, muite hawa watu hata kama ni huko, mtatengeneza conference, tuende tuwazungumzie. Unanielewa? So it is responsibility after responsibility. Na kitu ikipita, it is your responsibility. Kama ilipita iko kwa mkono yako, solve it alone. Msikia koki? Kama hiyo kitu ilipita ukiwa kwa mkono wako umeshikilia, solve it alone. Don't call anybody. Mkiitishwa pesa na mtu, munipigie simu. Emoigwa? Charity. Hivyo ndivyo kunakaa. Msinifanye nianguke mtihani, sitaanguka. Ndingegwa giki. Mungu ithetie maita maingi. Giki ndiragwa. Hizi anguki. Yeah? No, I can't sit another exam. Naigwa nazi? Ona hele yangu. I can't sit another exam. Naenda kupita. Nikipita hii niende hii. Wanawake kujeni kwa wiki kwa nyumba yangu. Kujeni mpange laini hapo nje. Sitarudia. Waizi kujeni pageni laini. Sitarudia. My God lived. Niliambia Mungu, papa dogetekera riki. Sitaanguka tumitihani tudogo tu pesa. Hapana, kadogo. 100 inafanya ulipiti class. Only 100 bob. Inafanya ulipiti class. Unashida hapo kibweka. Kila wakati. No. May God bless you. Sasa ingeni kwa mifuko yenu. Ulete pesa tuwekelee hapa. Na wale kama uwewe uliahidi rent. Sijaiona rent yako. Bahasha za tithe ziko pale. They are different from others. Go pick your envelope. I want to see you. Kuna watu tunaitanga partners. Wanaitwa partners? Yeah? Wewe. Wanaitwa nini? Covenant partners. What is a covenant partner? A covenant partner is to make a covenant between you and God. That tutasaidiana kazi hii. That I'll be giving my 10,000. I'll be giving my 500 bob. I'll be giving my 100. I'll be supporting kazi ya missionary. I'll be supporting crusades. I'll be supporting this. That is a covenant you've made with your God. Nae Mungu, unapo make a covenant. God, that is when he comes in, I will never leave you nor forsake you, because there is a covenant between you and who? And God. So God measures what kind of a covenant. Ni maagano gani niko na wewe? Sasa katika yale maagano mko na Mungu, hayo maagano ndio atatembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hutembelea kwenye maagano yale mmekubaliana. Umesema Mungu, nitakuwa nikikusaidia kazi yako na shilingi 500. Na yeye usaidizi wake wote utalingana na masaidishi maagano mlipanga nini? Umeelewa? That is now you and your God. Nobody forces you. And we have how many partners? Wale wamejiandikisha na wale wametoa. 40 something. Kama hauko kwenye hiyo na unataka kuwa partner, jiandikishe ukuwe partner na uandikishe hii, kwa sababu tunaenda crusade nyingine. Na kama ulitoa na Mungu akujalie, kama ulitoa ya Kibera na Mungu akujalie with the same thing, and toa ingine tuende wapi? Kisikatharani, kama Mungu amekujalia, kama uko na uwezo. I don't want to burden you. Kunao wazee on Sunday, the coming Sunday. Tutakuwa na wale wazee. Ni Sunday ma? Naito. Yeah? Sunday. On Sunday wale wazee tutapatia 500. Wakuje 500 Sunday hii. Sunday hiyo ingine wakuje 500. Tutawapatia. Kama uende ununue sukari kilo 2, usilete kilo 1. Uga kilo 2, usilete 1. Mujere kilo 2, usilete 1. Bili double portion, because it's a double blessing. Uniletee Sunday. Dego kilo 2 ipakiwe. Na ipakiwe na karatasi mzuri. Usiende kuokota makaratasi ya nylon.
upaki kilo mzuri. Hata ukienda supermarket ununue ile imeandikwa pishori rice. Mwea pishori. Ukuje ukipata gunia ya 90 kg una uwezo wa kununua, utuletee. Ukipata pesa the least utatupatia ni ile inatoshea kilo 2 ya ile kitu unataka inunuliwe. That's the least. Hakuna mtu atakuongezea. Kama ni sukari unanunua kilo 1 ni 1. Wale wanakunywa sukari. Ni kilo 1 ama ni kilo 2? Kilo 2 ni 200. Kama sukari ni kilo 2 ni 200, usituletee 150. Kama ni sukari unataka kununua. Na uandikishe kwa hiyo karatasi hapo kado sugar. Ndio tutarudi tuangalie sugar ilitolewa gapi, nani alitoa, then we live together and appreciate them. Nikienda mlimani kuomba nachukuaga hiyo majina yote, naenda nikukuombea ndio milango yako pia ifunguke. That's the reason umekuwa covenant. It is a covenant between you. Si sadaka. It is not 10%. It is not an offering. Nor is it first offering. Ni covenant. Ni maagano wewe na Mungu. Unaambie Mungu, nitakuwa nikitoa 10,000. Nitakuwa nikitoa 100,000. Nitakuwa nikitoa 500 bob. Nitakuwa nikitoa 100. Muagane na yeye na uiombe, ukuwe na covenant na yeye. Hakuna siku utakosa. You will never miss it. Because it is a covenant. Ni maagano. God is a promise keeper. And he is a way maker. Despite being a promise keeper, he makes the way where there is no way. Are we together? So I want to teach you how to become leaders. Whatever I am doing, I am prompting you to become leaders. I have tried my God. I have succeeded. Mimi biashara yangu si moja. Niko na biashara zaidi ya biashara 10. Mnielewa? Niko na biashara zaidi ya 10. Na the last time nilikanyaga kwa ofisi zangu za town, niko na ofisi ambazo biashara zangu zinafanywa. I have offices. The last time nimekanyaga ofisi yangu niko na 6 months. The last one nilienda nikafukuzwa na manager. Aliniita kado, nikafikiria ananipatia update ya kampuni. Akaniambia mwanene toka hanini. Akaniambia turakoria tuna giteo. Please, we are requesting you with a lot of respect and with a lot of humility. Please, usirudi kukuja hapa. Nikamuuliza kwa nini? Ukikuja hapa kazi inaharibikaka. Nikamuuliza hauna. Akaniambia wiki yote umekuwa hapa hatujafanya kazi. Customers wamekataa kukuja. Lakini ukistep out tu kidogo, customer wanakuja. Nikakumbuka kuna maagano nilikuwa nimeambia Mungu. Mimi nitafanya kazi yako na wewe ufanye yangu. Kumbe Mungu alienda kufanya kazi. Alafu tena nimeenda kuambia Mungu okeleria gete. The day you make a covenant with God, you cease from that 30% of my proceeds. 30% ndio nakwanga na finance naye activities zote mnaona tukifanya. Tukienda crusade, tukienda mahali popote, tukienda mission out, my 30% of the proceeds I get from my companies, my private companies. Hizi za kanisa. Hii ya pesa si ya kanisa. Sijawahi test pesa ya kanisa inaonja namna gani. But I have companies ambazo zinapatianga gross profit about 2 million per month. Gross. Because I made a covenant with my God. I will not step in my office. Do it. Mimi na mimi wacha nikafanya kazi yako. Ndio naona niko comfortable. Nakaa mzuri. Nakula vizuri. Nakaa kanyumba kazuri. He does it. He does it. Hii ofisi yangu ilikuja ikatengenezwa na mama kutoka ni Jerumani. Amina Jerumani. Yes. Alikuja akasema nimetumwa na Mungu nikutengenezea ofisi. Na akaniambia step out. Na nika step out. Kanyumba kakatengenezwa na mama mrembo. Sasa wale wa tall dark and handsome wakaanza kuimagine sasa huyu amekuja ametunyang'anya mtu. Huyu amekuja ametoa. Yaani kuna watu wajika, tuakili tu kuku. Yaani Mungu mtu ametoka Jerumani
anakuja anaweka milioni yake moja hapa akatengeneza. Hiyo pesa ikakuwa mtamu, wewe unaona tu kulala. Kai. Hata ya malu tiroko. Yaani tu akili hata kuku haina. Ati mwanamke kama huyu sasa amekuja, amesema anataka kukununulia nini? Na TV na kila kitu, anakuambia step out. Ile maombi ilifanywa hapa ya kufukuza huyo mama. Ni watu watoro dakade handsome. Waliomba maombi, tunamkemea, tunavuka pesa yake. Hiyo si pesa ya Kenya, unazoea kuvuka ya Kenya. Hiyo ni Deutschmark. Na euro. Hauna network ya kukapata euro, hamuna. Huyo mama alitoka tu hapa akaenda Germany. Alipofika Germany, nyumba alikuwa ametafuta kuipata ya kazi for 9 good years, na alikuwa ame lose hope. Alipigiwa simu, are you so and so? Yes, come to sign, kuja usaini barua yako, nyumba yako imepatikana. Kuna watu wanajua kufungulisha baraka zao, wanajua kufungulisha. Wewe shida hapo tu na kidaki na kitoro na kihadisam. Oh, tire. Hakili si ya huko, si ya kuko. Lili adu marahi kulivia mabiashara. Na hao tewe tena ile koko kuweta hiti. Najua hivi hayena inafikiriaga mkono iko karibu kukatika. Sasa inakuwa inaendaka na kichwa. Unajua hayena ni kwa nini mguu yake moja ni kidogo? Ni kidogo sababu iliumia mawe. Kwa sababu ilikuwa inafuata mtu ikifikiria mkono itakatika. So ilikuwa kienda. Ikaenda. Sasa unajua ina time mkono ina. Sasa mahayena wa nyumba yako hivyo. Yaani haujaamini email imetoka. Haujaamini hii train imetoka. Hata tukiwa Kibera haukuamini bado hii kitu inaendelea. Tunaenda bado atenoko higa marahiga. Atekanidea higo. Atenoko higa akwati niko hikio kanidea higo. Ateniko Elimu. Huyo ni mtu amekuwa, ni mtu amelaaniwa, amelaanika. Koki, ulikuwa Kibera? Uliona watu wakiokoka? Kwa kiwanja. Asubuhi saa 11 wakiomba waombewe. Kuna jamaa mwingine alikuja kaniambia pastor. Pastor, unashinda ukiambia wale wakuje na wale wengine wakuje, kwa nini usiniite? Na mimi nimetenda dhambi. Yaani anaona nimeita watu wote, yeye simuiti. Lakini keke kia mudo hii kanisa hageta ile goko kwa. Connect yourself. Connect your miracle. Chukua kifunguo cha maisha yako. Wachane na kile kitu umeona kimeudwa. Ukiona vimeudwa, ukiona vinaelewa. Wanasema gaje? Kimeudwa. Acha mimi nimeudwa. Tafuta Mungu. Watu wadhika. Muko na mwezi mmoja kukaa hapa. Nasikia Nancy? Muko na mwezi mmoja kukaa hapa sasa. Mwende mvuruge huko. Tunakuja kufungua huko. Umatoro. Ole neigwa. Yakune kia hitoka. Akwa biuma. Wewe. Unakumbuka maagano yetu? Immediately I want it by before Wednesday. Before what? Before Wednesday. Na muanze kutoa pesa zingine. Tunaenda. Na hata sakawagwale bado mtatoa. Akwa muraga ni koluta rigura. No togeka crusade. Sidio? Leteni sadaka zenu hapa. Wekelea tu sadaka hapa. Wekelea tu hapa kwa madhabahu. Nasema muamuke. We mami. Teko moya bahasha igirira. Athuri. Rehe kile mwina kio. Igirira iha. Nikwenda murathimwo go.
watu wako wapi? Yes. God bless you. God bless you. Yeah. Leta mkono yako mami. Mungu wa mbinguni akukumbuke. Akuinulie na kufungulie milango. Akumbuke njia zako zote. Akumbuke maisha yako yote. In the mighty name of Jesus Christ. Oh. Huduma yako ikafunguke. Ile njia unaonaga, hiyo njia na ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Yes, Baba. Ladimo na maira mako mahikoke. Every door let open in Jesus name. Mami kuja. May God hear your cries. May God bless you. May God remove you from that obstacle that you are in the challenges that you are facing. Ziondoke in the mighty name of Jesus Christ. Huduma yako ndio hiyo imekuja katika jina la Yesu Kristo. Pokea huduma yako. Pokea huduma yako. In the mighty name of Jesus Christ. Unawaacha anaenda mahali anaenda chini. Wacha kumshikilia. Hiyo ndio sasa kufungua milango ya mapepo. Oh yes. Otiso. Ukaba. Na ukikuja unakuja unasimama hapa, unanichuga. Kuja. Nimelipa ushuru. Umesikia? Nalipanga ushuru. Hata mimi nahitaji security. Baba wa mbinguni akukumbuke. Akulinde kutokana na nguvu zote za giza. Watoto wako waponwe katika jina la Yesu Kristo. Your life to be healed. The God that has always changed your life since the time you are just a young girl until now, He will protect you in Jesus name. My God, tusimame kwa miguu yetu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Kama unapenda kuimba, imba kama imetoka kwa moyo wako vizuri. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Tunakuabudu, tunakushukuru kwa sababu ya zaka hizi na fungu za 10 na malimbuko na saka za kwanza, ukaweze kukubali zikakuwa sadaka ya kuteketezwa. Mungu wa mbinguni, uliumba mbingu na ukaumba dunia na ukasema tukujaribu tuone kama hautatufungulia milango na madirisha. Baba, tumekujaribu. Wafungulie milango, wafungulie madirisha, wapatie vibali. Wametoa kwa sababu ya magonjwa, wametoa kwa sababu ya ukosefu, wametoa kwa sababu wanahitaji baraka zako. Kutana na mahitaji yao mahali popote wataenda. Wacha wiki hii ni wiki ya kibali, wiki ya kupatikana, wiki ya success, wiki ya victory in the mighty name of Jesus Christ. Na ninafunga milango